Sasa tunapozungumza kwa habari ya siri ya mwabuduo, maana yake katika maisha ya mtu aliyeokoka, ndani yake ipo siri ambayo inamwezesha yeye kufika kule Mungu ambako amemkusudia. Kama haujaitambua hiyo siri ya wewe kuokoka, ni vigumu kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ili uweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli, lazima utambue siri ya wewe kuokoka. Lazima tutambue kwamba huyu mwabuduo ni mtu wa aina gani. Mwabuduo anapenda kuwaje katika maisha yake. Mwabuduo anatakiwa afanye nini katika maisha yake. Kwa sababu huyu mwabuduo kuna hatua ambazo anatakiwa azipitie ili kufikia kuwa mwabuduo halisi. Tunapozungumza kwa habari ya ibada, ibada ni wewe binafsi. Yaani kabla hujaweza kuomba, kabla hujaweza kufanya chochote, maisha yako pekee yanatakiwa yaonyeshe kwamba wewe ni ibada. Namna unavyoenenda lazima uonyeshe ya kwamba wewe ni mtu wa ibada. Kule unakoishi kwa majirani zako lazima ujionyeshe ya kwamba wewe ni mwabuduo halisi. Tufungue ile Yohana 4:23 mpaka ile 24. Lakini saa inakuja, nayo sasa saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Maana yake bado Mungu anawatafuta waabuduo ili waweze kumwabudu katika roho na kweli. Sasa ili uweze kumwabudu yeye katika roho na kweli, maana yake lazima kwanza akupate huyo Mungu. Haleluya. Mungu akisha kupata anajivunia ya kwamba sasa nimempata mwabuduo. Kwa sababu huyo mwabuduo ni wewe, imekupasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Kwa tunaposema mwabuduo, maana yake ni mtu aliye na moyo safi, anayetamani kumpendeza Mungu kila wakati. Yaani sio anampendeza Mungu asubuhi tu, hapana. Anampendeza Mungu kila wakati. Moyo wa mwabuduo huwa tayari wakati unaofaa na usiofaa. Maana yake yeye yuko tayari wakati wowote kwa ajili ya Bwana. Hana mashaka, maana anaamini aliye naye ni mkuu kuliko vyote. Lakini ukiona mtu ana maswali, ana mashaka kwenye maisha yake, maana yake bado hajawa mwabuduo. Yaani mwabuduo hasukumwi kwa habari ya Mungu, kwa habari ya matakatifu. Mwabuduo hasubiri mpaka mtu amsukume. Mwabuduo ni yeye mwenyewe anajituma kwa ajili ya Bwana. Yaani ukiona mpaka leo hii umeokoka, una miaka 3, una miaka 2, una mwezi, bado unasukumwa kwa habari ya Mungu, bado haujawa mwabuduo. Mwabuduo ni mtu anayependa kweli. Yaani saa zote yeye huzungumza kweli. Mwabuduo ni mtu anayependa amani. Kwa sababu tunatambua Bwana wa amani mwenyewe ni Yesu Kristo. Sasa kama Yesu Kristo ni Bwana wa amani, maana yake mwabuduo anapenda amani. Kipengele kinachofuata, mwabuduo ni mtu mwenye moyo wa toba. Mwabuduo ana nguvu ya msamaha. Yaani maana yake huyu mtu hasubiri kusema nimekusamehe, yeye ndo anatangaza msamaha. Kuna saa unajua kabisa jirani yako amekukosea, wewe ndo unaenda unamtangazia msamaha, unamwambia mimi nimekusamehe. Yaani usisubiri yeye aje aombe msamaha, mwambie mimi nimekusamehe. Kipengele kinachofuata, mwabuduo anapenda kumsikiliza roho. Yaani hasikilizi akili zake, maana akili zake zitamdanganya. Akili inaona mambo jinsi yalivyo, lakini roho anaona zaidi ya akili zetu zinavyoona. Akili inaweza ikakwambia sasa wewe umekwisha,
lakini kumbe roho anakuona kwamba sasa ndo unaanza kuinuka. Akili inaweza ikakwambia sasa wewe hakuna mahali unaenda, lakini katika Roho Mtakatifu anakuambia sasa naona kuna mahali unaenda. Kwa akili ya mtu lazima itazame tofauti na vile Roho Mtakatifu anataka. Yaani usiangalie akili yako, angalia Roho Mtakatifu anasema nini. Kwa sababu akili inaweza ikakwambia wewe utafanikiwa, lakini Roho Mtakatifu anakuambia utafanikiwa. Akili yako inapokuambia hapa hautashinda, wewe sema mimi nitashinda, maana Roho Mtakatifu niliye naye alishashinda. Kama yeye alishinda kifo na mauti, hakuna wa kuweza kutuzuilia sisi kushinda. Na kwa sababu hakuna wa kutuzuilia sisi kushinda, ushindi ni lazima. Ushindi ni lazima. Kushinda ni lazima. Hatua kwa hatua, kushinda ni lazima. Yaani mimi sioni roho ya kushindwa ndani yako. Ninachokiona wewe ni mshindi. Ninachokiona wewe ni mtu mkuu. Ninachokiona wewe ni wa kipekee. Haufanani hata na familia uliyotokea. Kwa sababu lipo jambo ambalo Mungu amekuandalia kwenye maisha yako. Kwa kadri unapomwabudu Mungu, ndivyo Mungu anavyokuhuisha. Ndivyo Mungu anavyokutengeneza. Anakutoa kwenye uzee na kuleta kwenye ujana. Na hii yote inatokana na kumwabudu Mungu. Kwa kadri unapomwabudu Mungu na huishwa wewe. Kuna mahali unajikuta kabisa umechoka, unawaza hivi mimi nitainuka, ugonjwa huu mimi nitatoboa kweli? Lakini unashangaa umetoboa, upo ng'ambo ya pili. Unashangaa umeshinda, uko ng'ambo ya pili. Kila mmoja anashangaa, kwani huyu ni nani? Acha watu wakashangae, wakasema hivi ni huyu tulikuwa tumemzoea, hivi ni huyu tulikuwa tunaona amechoka choka, hivi ni huyu tulikuwa tunaona hakuna mahali anaenda. Lakini Bwana anabadilisha uteka wa mtu. Kila kitu lazima yeye anakisimamia. Tuende ile Kutoka 14 mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Tuone Mungu akikusudia wewe uwe mwabuduo nini kinatokea. Musa akawaambia watu, msiogope jambo lolote, maana yupo aliyekuita. Hujajiita bwana we. Anasema simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri unaowaona leo hamtawaona tena milele. Anasema Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Wacha we. Anasema Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli, hawa wana wa Kilombero, waendelee mbele. Waendelee mbele. Mwabuduo lazima ujifunze kuendelea mbele. Safari yoyote unayoianzisha lazima uendelee mbele. Chochote unachokianza kwenye maisha yako usikubali kiishie katikati. Usikubali kiishie njiani. Hakikisha kinafika mwisho. Kwa sababu Bwana una uwezo wa kutumia chochote kikawa ndo daraja lako. Kama yeye aliweza kutumia fimbo, hebu vuta tu picha fimbo kama fimbo. Fimbo ikasababisha wana wa Israeli wakavuka kwenye bahari kavu. Hivi kuna kitu kinashindikana kwa Mungu? Hakuna. Mwambie mwenzio hakuna. Kitu cha kwanza neno linasema usiogope. Kitu cha kwanza ambacho mwabudu anaweza akakutana nacho katika safari yake ni hofu. Hofu ni ile hali ya mtu kupoteza ujasiri. Yaani katikati ya safari, mtu huyu ambaye unamtegemea kiroho, mtu huyu ambaye ulikuwa unajua huyu kabisa huyu ni muombaji mzuri, mtu huyu ambaye unategemea kabisa huyu alikuwa ni mtumishi mzuri katika madhabahu ya Bwana, unashangaa yule mtu amevaliwa na hofu, hana ujasiri tena. Sasa hofu ni mbaya katika maisha ya mwabudu.
kwa sababu inamnyima kuwa na ujasiri. Kwa sababu tu ya hofu, kuna mtu hawezi kumshuhudia mwingine habari njema za wokovu. Anaogopa. Hana ujasiri wa kumfuata mtu na kumwambia Yesu anakupenda, na kumwambia Yesu ni mzuri, na kumwombea mtu mwingine. Hana huo ujasiri kwa sababu ndani yake kuna roho ya hofu. Hofu humpelekea mtu kupoteza tumaini na imani alionayo. Yaani unaona kabisa huyu mtu alikuwa na imani, hajawahi kukiri kushindwa hata siku moja. Baadaye anasema Bwana we, basi sasa Mungu mwenyewe atajua. Ashapoteza nini? Imani. Sasa hofu ikishamjaa mtu hawezi kufanya vizuri. Kuna mtu amekaa na vyeti vyake, anaogopa kuingia kwenye maofisi na kuomba kazi kwa sababu ya hofu. Anawaza, watanionaje? Hivi nitapokelewa kweli? Hivi nitakubaliwa kweli? Na Mungu anapenda mtu mwenye ujasiri, mtu ambaye anapenda kuthubutu. Chukua hatua. Usiseme hakuna kazi, kazi yako wewe ipo. Usiseme hakuna hela, hela zako wewe zipo. Ondoa hofu. Ukishaondoa hofu ndani yako, sasa Mungu anakupa ujasiri wa kuweza kushinda katika kila eneo la maisha yako. Lakini ukishaingiza hofu, unajua kuna watu hawalali usiku kwa sababu ya hofu. Kuna mtu tu akienda kazini kwake kakuta wamemwaga pale ulezi, haendi tena kufungua duka. Usiingize hofu. Wewe ni mtakatifu. Wewe una nguvu, una mamlaka. Ondoa hofu kwenye maisha yako. Ili uweze kufanikiwa, ondoa hofu. Usiseme watu watanionaje. Ogopa Mungu atakuonaje. Yaani ungekuwa tajiri wewe, lakini kwa sababu unaogopa kuanza biashara kwanza hapa chini, unaogopa watakuonaje, unashindwa kufanikiwa. Mwingine anawaza, yani mimi nikawe mama ntilie, yani mimi nikaanze kuuza sijui nini, niende shambani. Na kuambia hivi, ukishaingiza hofu kwenye maisha yako, huwezi kufanikiwa. Kuna watu hapa walikuwa wana matumaini, yani anaamini, anatumaini kabisa kwamba hakuna cha kumshinda, lazima tu atafikia matarajio yake, maana hilo ndo tumaini lake. Lakini kwa sababu ya hofu, lile tumaini lilishayeyuka. Twende ile Mathayo 14:25. Anasema, hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Mwambie mwenzio, ni wewe ungebaki unakemea nyakati hizi, umuone mtu eti anapita mtu tu kwenye mto tu juu ya maji, akanyagi maji wala nini, ila tu anapita juu yake. Au tu ukutane na mtu anatembea hapa hewani. Tutaenda utatafuta hadi waandishi wa habari, jamani, mama fulani nimemwona anapaa hapa. Yani yule ni mchawi kabisa, yule haiwezekani. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Cha kwanza kilitangulia nini? Hofu. Akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Yani jambo lolote ambalo unalianzisha kwenye maisha yako,
ukishaingiza tu hofu linaharibika. Iwe ni biashara, iwe ni ndoa, chochote ukishaingiza hofu ndani yako tayari kinaharibika. Twende ile Luka 8:22, twende tusome. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari, wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vinamtii? Wakati Yesu akiwa ndani ya hiki chombo, yeye kauchapa usingizi, maana hana hofu. Anajua anakoenda lazima atafika. Yaani mtu yeyote mwenye uhakika na kile anachokifanya hana hofu. Anajua atafika. Lakini ukishaingiza tu hofu, lazima unakaribisha uharibifu. Tunaona hata wanafunzi walipokuwa wanatembea na Yesu, walipokuwa tu wanaingiza hofu, walikuwa wanaingia kwenye machafuko. Mtu yeyote ambaye hana hofu ndani yake anajua hakuna chochote kinachoweza kusimama kwangu kama Mungu hajasema ndio kikafanikiwa. Kutokujiamini. Yaani hali ya kutokujiamini inakufanya unakosea kila wakati. Kwa hiyo kama mtu hawezi kujiamini, maana yake hawezi kufanya chochote. Ukishaweza tu kujiamini, maana yake Mungu anakuachilia sasa vya kwake. Twende kipengele cha 3, ujuaji. Ibilisi anaweza akawa anamtumia huyu mtu mwenye karoha kaka ujuaji, alafu yeye akajiona ndio mtakatifu kweli kweli. Mara nyingi watu wenye roho ya ujuaji huwa wanatumiwa pia na roho ya utambuzi. Bwana amenionyesha, Mungu amenionyesha, haujaonyeshwa chochote, nikaroka ujuaji tu. Sasa ile roho ya utambuzi inaanza kumuonyesha vitu, yeye akijua ni nani? Ni Mungu. Tufungue ile Matendo 27:12. Akawaambia wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara. Yaani anaona kwamba safari itakuwa na nini? Na madhara na hasara nyingi. Si ya shehena na melikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Sasa kama unajua tayari kuna uharibifu na hasara, mnaenda kufanya nini? Lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye melikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike, kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini na mashariki na kusini na mashariki. Na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakidhani ya kuwa wamepata walioazimu kupata, wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache ukavuma upepo wa nguvu na namna ya tufani uitwao Eurakilo. Merikebu iliposhikwa na kutoweza kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. Na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza wakatumia misaada,
wakaikaza merikebu, manake ilipigwa na upepo, kwa kupitisha kamba chini yake, nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Sitri. Wakatua matanga, wakachukuliwa vivi hivi, na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu na kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika. Basi tukakata tamaa ya kuokoka. Tunaona roho ya ujuaji inapofanya kazi. Yaani katika safari ya mwabuduo kuna watu wengine wao wanavaliwa na hii roho ya ujuaji. Kwa hiyo tunaona hapa Paulo kuna mambo ambayo Mungu alimuonyesha kwamba katika hii safari na katika huu mwelekeo ambao tunataka kuelekea, kuna vitu tutavipoteza, kuna mambo yatatutokea, lakini ili tuweze kushinda lazima tufanye hiki na hiki. Lakini wao wakapuuza. Baada ya kupuuza, kwanza kila mmoja akaanza kuongea cha kwake. Mwenye merikebu anaongea hivi, wale walioko ndani wanaongea hivi. Sasa nguvu ikawa kubwa kwa wale wenye roho ya ujuaji, kwa sababu si ibilisi alitaka wapoteze. Yaani mahali ambapo wangetembea labda kwa siku 3, wakajikuta wanatembea kwa miaka mingi. Mara zote mtu mjuaji hana roho ya kusikia, wala huwa hapendi kusikiliza mausia. Sasa hii roho ya ujuaji inamfanya mtu anakula hasara. Kitu cha kwanza, mtu mwenye roho ya ujuaji hapendi kushauriwa. Jambo la pili, ana hasira za haraka. Yaani ni mtu mwenye hasira. Akiguswa tu kidogo anarauka. Kipengele cha tatu, ni mkali. Kipengele kinachofuata, yeye kwake kila kitu anajua, hata asichokijua kujitahidi kujionyesha anajua. Kipengele kinachofuata, hulazimisha kupendwa. Kipengele kinachofuata, hana jambo jipya. Kipengele kinachofuata, huteswa na pepo la utambuzi. Sifa za mwabuduo: 1, ana moyo safi. 2, ni mtu wa ibada. 3, ni mnyenyekevu. 4, ni mtu wa maombi. 5, ni mtii na mtoaji. Kipengele kinachofuata, ni mwaminifu. Na mwisho, anatembea na zile dozi 3 ambazo ni imani, pendo na tumaini. Mwabuduo siku zote hayupo tayari kukosana na Mungu. Mwabuduo akikosa ibada ndani yake, nini kinatokea? Yaani changamoto haziishi kwake, kwa sababu hana ile ibada ya kweli. Inawezekana yeye anaona anakuja kanisani, lakini kwa sababu ndani yake hakuna ile ibada ya kweli, inamfanya kupitia changamoto mara kwa mara. Yaani changamoto haziishi, hakuna nguvu ya usaidizi ndani yake. 2, adui huweka makao na kupanda mabaya ndani yake, kwa sababu tu hana ibada ndani yake. Sasa utajuaje mtu anatembea katika haya mambo mawili, ambalo jambo la kwanza ni changamoto zisizoisha, na eneo la pili ambapo adui anakuwa ameweka makao na kupanda mabaya? Utajuaje kwamba upo kwenye hiki kibano? 1, utajikuta huna kibali. Yaani unakuwa mtu ambaye huna kibali mbele za watu. Kila unachoongea haukubaliki. Hata tu unatamani kupanga mipango fulani na mume wako, lakini hakukubali. Mawazo yako hayapokei hata kidogo, kwa sababu unakuwa hauna kibali ndani yako. Na kipengele kinachofuata, unajikuta ni mtu wa huzuni. Yaani hauna furaha ndani yako, ni mtu wa huzuni saa zote. Nini cha kufanya? 1, kaa uweponi mwa Mungu.
Na 2, uwe muombaji ili kuhuisha utu wako wa ndani. 3, soma neno la Mungu. Na 4, uwe na umoja na watakatifu wenzio. Yaani uwe mtu wa ibada.